Ndugu yangu Muislamu, wasia wangu kwenu nyinyi, pasipokusahau pia kuhusia nafsi yangu, Allah, tumche Mwenyezi Mungu juu ya nafasi tulizokuwa nazo majumbani. Hakikisha raia unawaongoza, ima nyumba 10 au nyumbani kwako wewe baba au mama, hakikisha familia yako haisononeki. Wewe unaongoza taasisi fulani, kiongozi wewe, naongea na wewe kiongozi, hakikisha uongozi wako unakuwa wa uadilifu hapo mahali ambapo kwamba unaongoza. Hakikisha raia wako siku ya kiyama hawatakushtaki mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mahakama ya Mwenyezi Mungu ni ngumu ndugu zangu. Tujitahidi sana. Nabii Allah Suleiman alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam alikuwaje kwa wale ambao alikuwa anaongoza? Alikuwa anaongoza ambapo mimi na wewe hatuwezi kuona, lakini alikuwa anaongoza kwa uadilifu. Alikuwa anaongoza vipi hata wale viumbe ambao kwamba wakizungumza hatusikii, lakini sisi tukizungumza wao wasikia. Alipofika pahala yeye na jeshi lake, kisa ni kirefu. Kafika pahala yeye na jeshi lake katika kuhakikisha jeshi lake lipo sehemu salama, kuhakikisha jeshi lake lipo tamamu, limetimia, hakuna aliyeachwa njiani, wala hakuna ambaye anateseka na njaa au na hali ya kuchoka. Anahakikisha anatembelea kundi baada ya kundi. Ghafla watafaqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhud. Akatembelea jeshi la ndege. Kwenye jeshi lile akawa hamoni ndege aitwaye Hudhud. Akauliza kuhusiana na ndege kutokuwepo pale, na alikuwa msafara umepumzika na ndege huyo hayupo. Akatoa angalizo, akasema aje hapa ima mawili, aje na maelezo yaliyonyoka, mtamwacha, vinginevyo la adbahanna, nitamchinja. Tusiendelee, tuishie hapo. Ni kiongozi namna gani anajali uwepo fulani na kwa nini hayupo, na ili anusurike na msimamo wangu aniletee maelezo yaliyonyoka, na sio kona kona, sio bla bla. Mzazi, kuwa na msimamo kwenye uongozi wako juu ya familia yako, kuwa na msimamo kwa watoto wako. Usikubali mwanao kukuendesha bila atakavyo yeye. Usikubali mwanao kuishi bila atakavyo yeye. Huo utakuwa si uongozi, ni uhuni unafanya. Kwa sababu kama kiongozi uliokuwa imara, na tunafundishwa kiongozi imara, kiongozi mwadilifu, hakikisha mabinti zako muda on time wako nyumbani. Kama wameajiriwa, fahamu timetable zao za kuingia kazini, kutoka kazini, kufika nyumbani. Sio mzazi unaishi unajua mwanao hajawalewa, anakuletea zawadi na wala hafanyi kazi, anakuletea nguo unavaa na hujui zimetoka wapi, na unasema ama kuzaa raha. Unaletea nguo na mtoto wa kike hafanyi kazi, hajishughulishi kwa lolote, katoka karudi anakuletea msuli, unasema kuzaa raha. Hujui msuli wako utoa wapi, pesa katoa wapi, hafanyi kazi ya kumuingizia kipato, unashukuru kuzaa raha. Wewe unakuwa ni kiongozi, wewe unakuwa ni baba mwenye msimamo. Wewe mtoto wa kike saa 6 saa 7 hajarudi nyumbani, mzee na wewe unafurahi, unaona sawa. Una mtoto wa kiume ndani ya nyumba, anasuka, ametoboa pua, anavaa hereni, baba unampikia chakula, na wewe eti ni kiongozi wa familia yako. Huo utakuwa sio uongozi ambao tunatakiwa tuwe nao. Huo utakuwa sio uongozi ambao tumefundishwa kuwa tuongoze watu tunaoongoza. Usifurahi wala usione kuwa ni jambo la kuchekesha au jambo la kawaida. Huo ni mtihani. Thumma la tusalunna amma taraahu, mtakuja kuulizwa juu ya kila yule ambaye kwamba umemuongoza. Ulimuongoza mkeo katika maadili gani? Uliongoza watoto wako katika maadili gani? Wewe mwalimu wa shule, uliongoza wanafunzi wako katika maadili gani? Usisema amekuwa, simama kwenye msimamo. Usisema atajijua mwenyewe. Na wewe siku ya kiyama utajijua mwenyewe. Siku ataka kushtakia wewe mzazi, baba hakunichunga, baba hakunilea. Tujitambue ndugu zangu Waislamu, tujitambue na tuzinduki. Tuombe sana na toa wito ndugu zangu Waislamu, tuombe sana hawa ambao kwamba wanawania nyadhifa fulani katika nchi yetu, wanawania nyadhifa fulani katika mitaa yetu. Tumuombe awajalie vifua vya kutenda hekima na busara juu ya yale ambayo kwamba wanaongoza. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie wao pamoja na wale ambao wamo katika majopo yao. Mwenyezi Mungu awajalie hekima na busara kuweza kuongoza nchi hali ya kuwa ipo katika amani na salama. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi sote tuwe miongoni mwa waja wema ambao tutaendelea kuombeana katika kheri na kukatazana katika mabaya. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wema hao, wenye kusikiza mazuri na kuyafanyia kazi, lakini yale ambayo kwamba si mazuri, Mwenyezi Mungu atujalie nguvu na moyo wa kuyaepuka.
tunawahusia.